أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. Assalamu alaikum watazamaji wangu wapendwa, wafuatiliaji wa Nurdin Dawa, bali na Nurdin Dawa Kenya bado ndio wamiliki wa mtandao wa Ahlul Bait. Ahlul Bait Network Mukuru kwa Ruben, Nairobi, Kenya, bado sisi ndio wenyewe. Sawa? Kwa hivyo ukiona Nurdin Dawa Kenya na Ahlul Bait Network ni watu mtu mmoja. Kuna jina tu, hii inafanya kazi na hii inafanya kazi, lakini wote wanakuja sehemu moja. So tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Nasema tena alhamdulillah mara nyingine. Naona nimeweka mchanga hapa. Hii mchanga ilikuwa ni jana ishughulike iweke tangi ya maji ya kutawadhia. Hii ni tatizo, ikatokea na vurugu kidogo, ikabidi niachane nao kwanza mchanga, lakini kila kitu kinaendelea vizuri. Nimetumia nafasi ya pili after kufeli nafasi ya kwanza, nikatumia nafasi ya pili. Nimeleta tank, iko ndani tayari, nimekomolea room yake, kila kitu imefanywa hapo ndani. Inshallah leo ni Sunday, kesho ni Monday, naweza kuwa maji ndio imebaki peke yake, kila kitu iko sawa. So nataka niwaonyeshe kuanzia huko tulitoka. Tulisema tutawaletea feedback ya tank, na tank mmetununulia inshallah, na nikamwambia nitawaletea tank feedback ya tank iko ndani tayari. Hapo ndio madrasa kwetu, wanasikia kabisa madrasa. Nakuja hapa pita moja kwa moja, kuja moja kwa moja hadi hapo, hadi mahali room tanki ilipo. Tanki yetu ndio hii. Baada yani kila kitu, hakuna kitu kiko mbaya, kwa sababu pale nje tungekuwa tumeweka pale nje, tungekuwa na dhiki nyingine tofauti ya kumlipa mtu wa security usiku alinde. Yani bado tumeweka tanki mpya, inaweza tobolewa. Bale kiwanja ilikuwa ya mtu, tulikuwa tunajua kuja akasema toeni tanki yenu, tanki kama hiyo. So tukaongea na mwenye plot, akasema hiyo ni kazi kidogo, njoo naonyeshe mahali tanki yenu inakaa. Tuweka tanki yetu hapa na tukafanya nini, tukaunganisha kila kitu, ndio hii sehemu ya kutawadhia hii hapa. Alafu hapa hivi ndio tunatoboa choo, iko na hapo hivi maji kutawadha hapo inaenda direct kabisa. So kile kitu imebaki kama hebu kidogo, kile kitu imebaki ni maji tu iingie, na tuweke ile inaitwaje ile kitu ya kukalia kutawadhia. Yani ukija hapa unatulia hapa, unafungulia maji yako vizuri, unachukua udhu kwa sehemu salama. Hata sisi wenyewe tunafurahia tanki yetu iko sehemu salama, yani hakuna mtu mwenye anajua kama tuko na tanki hapa. Ni sisi wenyewe na wenyewe wanaishi hapa na Waislamu wenyewe wanakuja kutawadhia. So tunashukuru alhamdulillah, wasaidizi, washikadau wote, yani kwa ujumla dunia mzima, si eti Kenya peke yake, dunia mzima, wote wenye wanatufuatilia dunia mzima, tunashukuru alhamdulillah, alhamdulillah. Hatuna kitu ya kuwapatia isipokuwa tuwasomee dua wakati wote yenye ibada inaendelea, wakati wote yenye watoto wako madrasa wanasoma, wakati wote wenye tunasoma inshallah. Kila kitu kama mtume alivyosema nini, ukijua aya moja nifikishie mimi anasema mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam anasema nifikishie japokuwa aya moja. Kwa hivyo ule mtu mwenye atajua kupitia usaidizi yenye mnatoa kupitia, yani kujua aya moja ya Qur'an, sura moja, mtoto mmoja atamaliza ajuzu ama aingia masahaf na amalize, basi wewe utakuwa na ujira wako fi dunia wa akhirah, na bila kupunguziwa wewe mwenyewe ujira wake wa kujifundisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu
alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ndio Nurdin Dawa Kenya. Mimi ndio Ustadh Nurdin mwenyewe, nimetumia jina yangu kufanya nini? Kutengeneza hiyo channel ya kupata dawa. Yaani inamaanisha hiyo dawa iko aina mingi. Walimu mingi wamefanya dawa katika, wameegemea pande moja. So dawa yenye inakusudia hapa si ya kuvutana baina Muislamu na Kristo. Dawa yenye inakusudia ni dawa ya kumueleza Kristo bila kutumia nini, ile njia ya mjadala moja kwa moja, ile ya kufishana mwenye mtume nani, Yesu ni mwana wa Mungu ama Yesu si mwana wa Mungu. Siko katika hiyo hali, bali wote wenye wanafanya Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu si mwana wa Mungu, kubishana na Kristo kupitia kwa Bible na Quran, yote ni katika ile njia ya msururu wa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Wote ni dawa. Ama unaweza ita dawa ila Allah, ama unaweza ita tabligh, kama vile Qur'an, Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa anasema katika Qur'an, wama alayya ila albalagh, si kwa mimi si chochote yani isipokuwa nini, kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kwa njia ya tabligh. Na sisi hapa Nurdin Dawa Kenya tunatumia tumekuja na tactic nyingine tofauti, si ile yenye imezoeleka siku zote yenye Waislamu wanapenda kuitumia. Sisi tumekuja na njia nyingine, tunakufuata wewe mwenyewe personal na kuelezea uzuri wa Uislamu, uzuri wa Bwana Mtume na wafuasi wake Ahlul Bait wa Bwana Mtume. Na Qur'an inasema hivi, ndio hatuitegemei sana Bible, tunaitegemea sana upande wetu. Hadithi ya Bwana Mtume inasema hivi katika Uislamu, alafu tunaanza kuelezea na kupatia vitabu polepole, wewe mwenyewe ujisomee kama unatamani kusoma. Na kama unataka kuja kufuatilia mahali tuko, lazima tufuata, ndio tunakuonyesha hapo tuko wetu, mpaka ile siku roho yako itaridhika ukuwe Muislamu bila kufanywa nini, bila kutendewa nguvu, bila kufedhehisha. Yani kuna wengine ile mjadala wanaona kama vile yani wewe unaaniko mbele ya watu. Sasa tunakuja na njia nyingine, ni badala tofauti, nataka kuingia nayo katika hiyo njia inshallah, na hiyo njia itafaulu. Miongoni mwa hiyo dawa tunafanya ndio hii, matunda yake. Kama mwezi mmoja iliyopita tulienda tukanunua tanki, tukaambia tunawaletea nini, feedback ya tanki, na leo ndio tunafanya hiyo feedback ya tanki. Jana tumeleta tuweke nje, na tukiweka pale nje iko inatugharimu mara mbili. Mtu wa mchana alinde hapo, usiku pia ilinde, kwa sababu ni mpya na inaweza fanywa kitu yote. Wakati tulichukua tu mchanga tukaweka, shida ikakuja hapa ni kwangu, tumempatia kitu kidogo mtu yule wa kwanza akaenda, ukile akuja anataka aje, yeye anataka tutoe tanka hapo ni kwake. Tukaona hapa haiwezekani, hatuwezi lipa watu wawili. Yule wa kwanza tumempatia kidogo, ameondoka. Wa pili pia anadai hapo ardhi ni yake. Tukajaribu kuita jamaa wenye walisema ni kwao hapo, wakapotea. Akakuja mwingine akasema hapo tutakatana, itakuwa ni vita. Sasa vita nini? Kuja tuelewane. Sema hapana, tuelewane. Kama unataka tuelewane, tuendeni kwa chief, tuendeni kwa chief. Sisi tukaambia wewe enda kwa chief. Sasa tuwezi enda kwa chief. Ile kitu iko, tukamwita mwenye plot, tukampigia simu, tukamwelezea, akasema kweli hapa ni yake kwake, lakini muelewane. Ile pesa alikuwa anakutisha, atakuwa anaweza kulipa. Tukamwambia afadhali kuliko tulipe wapi pale nje, tuchukue room moja tukao tunalipa, tukue miongoni mwa zile rooms zenye tunalipa katika hiyo mahali tanki la kwa ya maji. Lazima tukue na tanki la maji. Ndugu yetu amejitolea kutunulia tanki, na sisi hatuwezi haribu, tuweke mahali na inaweza haribika yani. Tukaleta hapo ndani tukikombolea haraka na tukaweka hapo ndani, tukaita mafundi tukaja kutengenezea. So changamoto ilikuwa mingi sana huku chini, ndio maana tumechelewa kuwafanyia hiyo video. Chama tulikuwa nataka kusemaje kuhusu ile maendeleo yenye tunasukuma polepole, japo tunaenda polepole, lakini Waislamu ndugu zetu wanajitolea siku zote kutufanya nini, kutuweka mbele. So tunaomba kwa jambo inshallah washukuru na watoe kalima kidogo, na wao pia wasikie kutoka kwako pia wanasemaje. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wafuatiliaji Nurdin Dawa Kenya kutoka nchi za mbali, Kenya, kutoka
hizo nchi za mbali pia. Naweza sema ni alhamdulillah, na pia siku ya leo ni neema kubwa sana katika sisi wote, kwa sababu wengi walipanga waamke kama siku ya leo wafanye shughuli zao, lakini hawajaweza. Lakini mimi na wewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tukaamka siku ya leo, na tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yani shughuli imeendelea ustadhi. Unaona? Shughuli imeendelea, nashukuru sana, na tanki imewekwa na yani fridge imewekwa na ile kitu ambayo itajengelewa ya kukaa hapo, wewe unatawanja alafu unaingia msikitini, alafu maji itakuwa inatobelewa pale inaenda tu. Yani leo hata sitaki kuongea. Ile neema kubwa Allah ameleta leo, yani hata sitaki kuongea ustadhi. Hii itakuwa yani ni historia tu kwa watu tu, lakini yani Waislamu ambao wanasimama na sisi ustadhi, yani wanajitolea kwa nguvu zao, wakiangalia ile kazi yako mzuri, na ukitolea sadaka kwa ustadhi kitu kama hizi endelee, wala sio usanii ambaye anafanya yeye, anafanya ile kitu ambayo inafanya. Mimi namfurahia sana na yeye, heri yeye apose kila kitu, lakini afanye ile kitu ambayo inatakikana. Na leo sitaki kuongea mingi, yani niko na furaha na ile furaha, yani niko na furaha, yani ile neema ambayo nimeona mandugu zetu wanafanya. Sio kila mtu anaweza fanya kitu kama hiyo ustadhi, isipokuwa kuna imani. Sio kila mtu anaweza fanya jambo kama hili. Na hii ukifanya ifaidiki ustadhi, ama inafaidika Waislamu, unapata thawabu kubwa sana katika mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi siku ya kiyama utaulizwa na Allah, umefanya nini katika dunia? Ulikuwa umeweka ile tank, watu wanakuja pale kwa msikiti wanatawadhi. Hiyo ni thawabu na inakufuata mpaka pale ambayo kaburini. Hii ni thawabu inakufuata mpaka pale ambayo, yani hii ni kitu la maana, yani hii ni sadaka kubwa sana katika mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ustadhi. Unaona? Ni vitu za maana hii. Ukifanya ndugu yangu hii, wallahi umefanya vitu za maana katika dunia. Yani leo sina maneno, hata sitaki kuongea, hata nimemwambia, lakini naambia Waislamu ambao wanasimama na sisi na wale wanatufuatilia, wallahi msidi kusimama na sisi, na sisi pia tunajitolea, kwa sababu pale nje vile ustadha amesema tungefanya hiyo, lakini mtu amejitolea alafu uone kitu inaharibika, naye ametoa sadaka imfuate pale katika jana, sio mzuri ustadha. Yeye amejitolea kwa sababu anataka kuona jana. Unaona, mtu anajitolea hizi sadaka, sio kila mtu ustadhi. Vile nasema lazima kuwa uko na imani kwanza. Hata katika msikiti huwezi ingia kama huna imani. Lazima kwanza ukuwe na imani. Mtume Mwenyezi Mungu anasema, yani kama hauna imani hata kwa msikiti, yani mie mlango ya msikiti, mtu ako na imani ndiye anaingia, na mtu ndiye ako na imani